Mzigo unaanzia jijini Abuja mishale ya mchana saa 6 kuelekea saa 7. Huu ni muda wa swala adhuhuri. Muda ambao waumini wa dini ya Kiislamu wanaenda kuikamilisha moja kati ya zile swala 5 za lazima katika imani ya dini ya Kiislamu. Baada ya swala hapa tunawaona wazee wawili, mmoja anaitwa Alhaji Suleiman Bello, huyu ndiye imamu mkuu wa ule msikiti, na huyu mzee mwingine anaitwa Alhaji Usman, na Usman anamwambia Suleiman kuwa huwa anajisikia amani sana kila anaposwali kwenye msikiti wake. Hawa wazee ni washikaji sana. Suleiman ana mtoto wa kiume mmoja tu wa kipekee anaitwa Hamza, na Usman ana mtoto wa kike ambaye yeye pia ni mmoja tu anaitwa Aisha. Katikati ya maongezi Hamza anatokea na mzee Usman anamsifia sana kijana, anamwambia kijana kuwa yupo smart sana, kijana mdogo, akili nyingi. Sasa tuachane na huu upande, tusogee mbele kidogo. Hapa tunakutana na mzee mmoja anaitwa mzee Enoch. Huyu ni mchungaji mkubwa sana kwenye hili eneo, ni mchungaji pekee ambaye anaaminiwa sana. Hapa anatoa somo kwa hawa vijana ambao ni wanandoa wapya. Sasa mzee Enoch yeye pia ana mtoto wa kike anaitwa Ifunanya Mary Okoye. Binti mwenyewe ndiyo huyu hapa. Hapa anamwambia mama yake kuwa maombi yake ya kazi yamekubaliwa. Bimkubwa akamuuliza ni kampuni gani ambayo imemwajili. Ifunanya akamwambia inaitwa Belusman Construction Limited. Sasa iko hivi, hii kampuni ni ya yule mzee imamu Alhaji Suleiman Bello pamoja na yule rafiki yake Alhaji Usman, na ndiyo maana ikaitwa Bel Usman, yani Bello na Usman. Kitu cha kushangaza ni kwamba hii kampuni huwa haina rekodi ya kuajili watu wa dini tofauti na dini ya imani ya Kiislamu. Sasa imekuwaje Ifunanya Mary Okoye akapata kazi wakati ni Mkristo, tena ni mtoto wa mchungaji? Movie ndiyo kwanza inaanza. Unataka kujua ni nini kinaendelea ndani? Kaa na mimi mpaka mwisho. Movie inaitwa When Love Prays. Let's go. Imani ya mzee Enoch ni thabiti sana. Ni ngumu kutoa mguu wako kwenye nyumba yake bila kufanya maombi. Hii ni siku ambayo Ifunanya anaenda kuripoti kwenye kampuni ya Belusman Construction Limited kama mfanyakazi mpya. Mzee Enoch akamwambia binti yake apige goti ili avunje zile wanaziita roho za husda. Kazi yenyewe ni mpya hii, walimwengu wasije wakaharibu. Baada ya kufika ofisini, kuna mtu akakutana naye. Mwamba akamuuliza, wewe ndiyo mfanyakazi mpya? Ifunanya akamwambia ndiyo, naitwa Ifunanya Mary Okoye. Mwamba akamwambia inaonekana wewe ni mwenyeji hapa. Ifunanya akamwambia hapana, natokea Anambra State. Mwamba akasema oh, inashawishi. Anyway, karibu kwenye kampuni ya Belusman, moja kati ya taasisi na kampuni bora hapa Abuja. Lakini natamani kujua kama kuna mtu unamfahamu kwenye hii kampuni, labda alikupa connection hivi. Ifunanya akasema hapana, niliomba ajira kupitia website ya ajira. Mwamba akamwambia oh, una bahati sana, vijana wengine wenye umri kama wako wanahangaika sana kupata ajira kwenye hii kampuni, na kubwa zaidi wewe ni Mkristo alafu umepata nafasi ya kuwa msaidizi wa bosi kwenye hii kampuni. Yaani kimsingi Mwamba mwenyewe anashangaa imekuwaje binti wa Kikristo akapata nafasi kwenye hii kampuni, tena katika nafasi ya msaidizi wa bosi. Yaani mpaka hapo anapozungumza huyo mshikaji anayemuhoji Ifunanya tayari yupo chini ya Ifunanya. Mwamba akampa maelekezo ya kutosha asije akajisahau kuwa ile ni kampuni inayoongozwa na misingi ya dini ya Kiislamu. Alafu akamwambia aende kwenye ofisi ya boss ili akaonane naye, amkabidhi ofisi na majukumu mengine. Wakati anaondoka anapishana na binti mmoja hivi yupo ndani ya ushungi. Huyu ni secretary, lakini akauliza binti wa Kikristo amekuja kama msaidizi wa bosi, imewezekanaje? Mwamba akamwambia mimi pia unachojiuliza na mimi najiuliza hicho hicho. Sasa bosi anayesimamia hii kampuni ni Hamza. Baada ya kufika ndani, Ifunanya hakuonesha mshangao wala Hamza pia hakushangaa. Maana yake wanajuana, ila alichokifanya Hamza ni kumsogelea Ifunanya karibu ili waonane
tuelewane vizuri. Kumbuka kwamba Hamza ni mtoto wa Imam Suleiman Bello na Ifunanya ni mtoto wa mchungaji Enoch. Yaani kila mzazi ana imani thabiti ya dini yake, na ndiyo maana wao ni viongozi wa juu kabisa kwenye nyumba zao za ibada katika maeneo yao, ila watoto wao ni wapenzi. Sijui itakuwaje, kwa sababu pia mzee Suleimani na mzee Enoch wanakaa ugomvi fulani hivi pia kuhusu haya masuala ya kidini. Hapa kazi ipo. Hamza na Ifunanya wanakumbusha penzi lao lilivyokuwa kipindi wapo chuo, bila kujua bomu wanalolitengeneza litakuwa na mlipuko mkubwa kiasi gani. Sasa baada ya Ifunanya kurudi nyumbani, mama yake kitu cha kwanza kumuuliza ni namna ambavyo kazi imeenda, yani amepokelewa vipi pale kazini. Maria akasema amepokelewa vizuri sana, lakini kitu kingine ambacho alimuuliza ni kwamba bosi wake ni wa jinsia gani. Maria akamwambia ni wa kiume, lakini bi mkubwa bado akauliza, je, ni dini gani? Maria akamwambia ni Muislamu, yani ni wale watu wa Allahu Akbar. Bi mkubwa akashtuka, mambo ya Allahu Akbar tena, mbona hii inaenda kuwa shida sasa? Ikabidi amshirikishe mume wake Enoch. Hivi umekisikia kitu ambacho nimekisikia mimi au? Mzee Enoch akasema okay, nimesikia, lakini kama umeenda kufanya kazi, basi wewe fanya kazi, kuwa na heshima, usidiskasi kabisa masuala ya dini. Lakini bi mkubwa ni kama bado anakaza, ila mzee akamwambia no, tulia. Baada ya kumwelekeza kwa muda mrefu sana, bi mkubwa ikabidi aelewe. Lakini kitu kingine ambacho bi mkubwa alikuwa anakihisi ni kama alikuwa anaona, kwa sababu hapa alimgusia Zainab, ambaye Zainab ni mtoto wa mama wa kambo wa Hamza. Yani mzee Bello ana wanawake wawili, mama yake Hamza na mama mwingine ambaye ni mzazi wa huyo Zainab ambaye ndiye mdogo wake na Hamza. Bi mkubwa amemkumbuka na akasema kwamba Waislamu sio wana changamoto gani kama unamkumbuka yule binti ambaye alikuwa ni rafiki yake anaitwa Zainab, kipindi kile wanakuja hapa. Kiufupi alikuwa anasumbua sana. Sasa turudi upande wa kiumeni, yani sehemu ambayo Hamza anaishi yeye na familia yake kwa ujumla. Hapa tunamwona Hamza yupo na yule mdogo wake sasa ambaye anaitwa Zainab. Moja kati ya swali ambalo Zainab alimuuliza Hamza ni kuhusu Ifunanya. Hamza akamwambia mbona Ifunanya tayari nimeshampa ajira kwenye kampuni yangu. Zainab akashtuka sana akasema subhanallah, jamani, nimemmisi sana yule binti, yani nimemmisi mno. Kiufupi ni kwamba Zainab pia anamkubali sana Ifunanya, yani anatamani siku moja aje kuwa wifi yake, kwa sababu hawa watatu wote wamesoma shule moja, yani Zainab, Ifunanya pamoja na Hamza. Sasa Zainab akamuuliza Hamza kuwa kaka, Ifunanya umeshamwajiri kwenye ofisi ambayo inasimamiwa na baba, lakini pia inasimamiwa na mzee Usman. Vipi kuhusu ndoa ambayo inapangwa kati yako wewe na binti wa mzee Usman, yani Aisha? Hamza akasema is none of my business, hicho kitu ni kama kinipitie pembeni, kwa sababu sina mapenzi na huyo binti ambaye wanahitaji kuniozesha. Kiufupi kuna mpango wa kuwafungisha ndoa Hamza pamoja na Aisha kwa sababu ya kulinda brandi ya familia na kampuni ambayo inasimamiwa na wazazi wao wote wawili. Lakini Hamza mapenzi yake hayapo hapo kabisa, ila yapo kwa Ifunanya, mtoto wa Kikristo, mtoto wa mchungaji ambaye tayari ameshampandikiza kwenye ofisi ambayo inasimamiwa na hawa majianti wawili, yani mzee Usman pamoja na mzee Bello. Hii ni day 2, yani siku ya pili ya Ifunanya kazini. Hamza anamwambia Ifunanya, nataka nikupeleke nyumbani, kwa nini urequest? Ifunanya akamwambia hapana, hivi unahisi nini kama wazazi wangu watakuona? Kwa sababu wazazi sio kwamba hawamjui Hamza. Ikitokea wakagundua kuwa Hamza ni bosi wa Ifunanya, basi kibarua kitaota nyasi, huenda na penzi likavunjika. Ifunanya akagoma kabisa kupelekwa nyumbani na Hamza. Hamza ikabidi akubali kwa sababu hamna namna, lakini akamuahidi kwamba inabidi afanye mpango amuoe haraka sana, kwa sababu kadri wanavyozidi kukificha hiki kitu ndivyo kadri ambavyo yeye pia kinamuumiza kichwa. Sasa wakati Ifunanya anapanda gari ambayo amerequest, dereva anaonekana kama anajali sana. Hamza anamkata bonge moja la jicho, yani ni kama ana mind sana dereva jinsi ambavyo anamkea mpenzi wake. Dereva akafungua mlango akamwambia, karibu ndani madam, mimi ndiye dereva ambaye leseni yangu haijawahi kuwa na uchafu kabisa, get inside. Alafu baada ya kufunga mlango akampa hai kidogo bwana Hamza, hi brother. Sasa Ifunanya baada ya kurudi nyumbani, mama yake akamsifia, hivi unajua binti yangu una grow sana, yani unakuwa mrefu
mrembo shata shata. Ifunanya akamwambia, we mama, hilo umelionaje? Akasema, naelewa, naona siku hizi mambo yako sio mabaya, lakini kuna kitu akakipachika. Akamwambia kuwa Pastor Philip ambaye ni rafiki wa familia yao alimuita nyumbani na akamwambia mwanaye kutoka UK anakuja muda sio mrefu. Lengo la mama kuzungumza hiki kitu, anatamani sana mtoto wa Pastor Philip amuoe Ifunanya. Umeona sasa changamoto inapoanzia hapo. Kule familia ya mzee Bello inataka Hamza amuoe binti Aisha ambaye ni mtoto wa mzee Usman, alafu Hamza ana mapenzi na huyu binti Ifunanya, lakini familia ya mzee Enoch inataka binti yao aolewe na mtoto wa Pastor Philip ambaye ni rafiki wa familia yao, na huyo kijana anasoma UK, hivyo wanataka akishatoka UK aje waanze mipango ya ndoa. Hapa sasa ndipo kasheshe inapoanza. Bi mkubwa anapigilia misumari, ni kijana, ni mzuri, lakini pia anavutia. Mama anacheka tu pale. Mzee naye akapachika jambo lake, lakini pia ni mtu ambaye anasomea uchungaji. Wakati huo Ifunanya anawasikiliza tu wanavyojimaliza, lakini Ifunanya akawauliza, baba, ni nini mnachojaribu kutaka kukisema? Bi mkubwa ikabidi amjibu kiutu uzima zaidi, akamwambia, hausomi sasa, umri wako umeshafikia sasa, hapo wewe huelewi nini? Ila mzee akamwambia, unajua ndoa sio kitu cha lazima, lakini si unaelewa mwenyewe. Ila Mary akamwambia, baba, natamani sana kufocus na vitu vyangu, ndoa inabidi isubiri kwanza, sina mpango wa kuolewa kwa sasa hivi. Sasa tukirudi huku ofisini, bwana Hamza anaonekana anakabidhiwa funguo ya gari na huyu kijana ambaye alimpokea Ifunanya kazini. Maana yake hii gari huenda amenunuliwa Ifunanya. Kumbuka Ifunanya hajamaliza hata mwezi pale kazini, ameshanunuliwa gari, japokuwa kuna wafanyakazi wengi wana zaidi ya miaka 10 na hawajawahi kununuliwa gari. Ni kitu cha kushangaza sana, hasa kwa binti wa Kikristo. Ofisi ina ushindani wa kidini kinoma. Sasa wakati ambao anahitaji kumkabidhi gari, Mwamba akamwambia, unajua nimechoka sana haya maisha ya kuigiza, natamani nikuoe, natamani nilale na wewe kitanda kimoja. Kitu ambacho Hamza anajivunia kama gentleman ni kwamba hajawahi kabisa kumgusa Ifunanya, yani hawajawahi kufanya mapenzi hata siku moja, kitu ambacho kwa hii karne ni kama vijana wanamuona Hamza ni boya, lakini msimjaji kwa sababu mchizi ana hela wazee. Ifunanya akamwambia, najua mi pia natamani kama unavyotamani, natamani siku moja nikuite majina yote unayotamani kuitwa. Binti kabla hajamaliza kuongea, mchizi akaingiza mkono kwenye kanzu, akatoa funguo ya gari. Maneno mengi ya nini? Ongea kwa vitendo, ndicho alichokifanya bwana Hamza. Akamwambia, hii itakulinda usafiri wa kutoka kazini kwenda nyumbani zisiwe shida zako tena. Ifunanya akafurahi kinoma, yani haamini kama ile gari amepewa yeye. Baada ya kufika nyumbani, mzee Enoki akashangaa, akamuita Ifunanya chukukama Mary Okoye. Mary akamwambia, ndiyo baba. Mzee akamwambia, wewe ndiye unayemiliki hii gari? Mary akasema, ndiyo, ni gari yangu baba. Mzee haamini. Ifunanya akamwambia, ndiyo baba, nimepewa na kampuni kwa sababu ni utaratibu wa kampuni yetu kila mfanyakazi kupewa gari. Mzee akamwangalia binti yake, akamwambia, okay, twende ndani kwanza. Sasa Mary alipoingia ndani, anakutana na surprise nyingine. Huyu mshikaji anaitwa Chris.